hatuna haja ya kugawana, hatuna haja ya kushangilia maovu yanayotokea upande mmoja na upande wa pili wakashangilia. Sisi yanapotokea maovu Kenya ni maovu yetu, tushirikiane kuyaondoa. Yanapotokea maovu Tanzania vivyo hivyo. Leo tulikuwa tunazungumza na Rais Ruto asubuhi. Sijui asubuhi mchana, maana amechelewa naye amekuja mchana. Tukaa tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu wanaojiita nani hilo jina hao eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wafanye fujo huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju, ili wakae sawa. Na hapo tutapata jumuiya ambayo ina watu wenye heshima na ina watu walionyooka. Neno demokrasi lisituchafulie nchi zetu wala mila zetu wala desturi zetu. Demokrasi haina formula. Demokrasi ya kule mbali tofauti na ya kwetu huku. Sisi kwetu tuna mila zetu na desturi zetu zinazokwenda na hiyo demokrasi. Kwa hiyo kwa namwambia mwenzangu, hebu tusimame mguu sawa kulinda hizi nchi zetu. Ndugu wanahabari, jana tulikuwa hapa kumpokea mgeni wetu ambaye pia ni jirani yetu, Mheshimiwa Paul Kagame, na leo tena tumepata baraka ya kumpokea jirani wa karibu zaidi na ndugu yetu karibu zaidi, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Rais wa Kenya mara nyingi amekuwa akija Tanzania, lakini akija kwa shughuli mbalimbali, lakini leo amekuja kwa ziara rasmi ya kiserikali. Na katika ziara hii tumefanya mazungumzo muda mfupi uliopita. Tumefanya mazungumzo kuangalia maendeleo ya nchi zetu, lakini pia tumezungumza kidogo masuala ya siasa na masuala ya usalama na ulinzi wa nchi zetu. Kwa hiyo tunapozungumza mambo ya kiuchumi, tumezungumza pia masuala ya ustawi wa jamii za Kenya na Tanzania. Lakini kama mjuavyo, dunia ya sasa, ushirikiano kati ya mataifa umejikita zaidi kwenye mambo ya kiuchumi. Kwa hiyo tulijielekeza sana kwenye mambo ya kukuza biashara, lakini pia mambo ya kukuza uwekezaji katika nchi zetu. Na katika hilo tulikubaliana kuondosha vikwazo vyote visivyo vya kikodi ambavyo tukipunguza vinaongezeka, tukipunguza vinaongezeka. Sasa tumewapa watendaji wetu muda mwisho wa mwezi huu wa Mei wawe wamemaliza vikwazo vya kikodi. Kwa hiyo hilo ndio moja tu. Lakini la pili, tume zetu za pamoja, ukamati za pamoja za biashara, Joint Trade Committees, zikae mara kwa mara kuzungumza masuala ya biashara na kuhakikisha hakuna vikwazo vipya vinajitokeza kwenye mambo hayo. Tumezungumza mambo ya nishati, na kama mnavyoona kumewekwa saini mikataba 8, kati yao mkataba wa nishati, na hii ni kujenga njia za kuunganisha kuziana umeme baina ya nchi zetu mbili. Tumekamilisha njia moja, tunakwenda kujenga njia ya pili, na ndio hichi tulichosaini leo hapa. Vile vile tumesaini ujenzi wa bomba la gesi utakaotoka Tanzania Dar es Salaam kuelekea Mombasa, Kenya.
Hayo nayo tumezungumza, tumekubaliana, na kama mlivyoshuhudia tumesaini maelewano hapa. Jambo la tatu ni kwa upande wa uchukuzi na miundombinu. Mmeshuhudia uwekaji wa saini kule Kenya, wanasema kuweka dole, si ndio? Kuweka kidole, sio kuweka dole, kidole. Tumeweka saini makubaliano kwenye nyanja mbili. Moja kwenye reli, tunakwenda kuunganisha reli kutoka bandari ya Tanga tunakwenda mpaka Kilimanjaro. Kilimanjaro tunapita Taveta, reli inaunganika na Kenya. Lakini kwenye hilo Rais Ruto amesema kuna kipande kingine ambacho nacho lazima tukifanyie kazi, itakachokwenda kuunga kutoka Kenya kuingia kwenye SGR kule Singida. Kwa hiyo nayo tutakwenda kuifanyia kazi. Lakini vile vile kuunganisha usafiri ndani ya maji katika maziwa yetu na hasa ziwa Victoria ambalo linaunganisha biashara Kenya na Tanzania, lakini pia Uganda. Kwenye sekta ya ulinzi tumezungumza nako na kuna mambo tumekubaliana. Kuna mambo mengi sasa hivi yana crop up, mambo ya ugaidi, kupambana na madawa ya kulevya, uhamiaji haramu. Kwa tumezungumza kufanya vizuri kwenye mipaka yetu, kuongeza ulinzi watu wa uhamiaji, kuongeza umakini kwenye mipaka yetu ili watu waovu wasiwe wanavuka kufanya uovu pande wowote ule kati ya nchi zetu mbili. Tumezungumza sekta ya anga, tunafanya vizuri, tumepongezana na tumesema tuongeze huduma upande wa sekta ya anga. Lakini kwa upande wa kilimo na biashara ya mazao, tuliwaambia ndugu zetu Kenya, Tanzania ni wakulima wazuri, tuna akiba ya kutosha ya mahindi, na tutakapovuna mavuno haya akiba itaongezeka zaidi. Kwa hiyo tumeomba wafanya biashara Kenya waje wanunue kutoka kwa wakala wa taifa wa chakula, waje kununua mahindi ili waende kufanya biashara. Lakini pia ikiwezekana tuwe na mpango wa serikali kwa serikali kuuziana ili nchi zetu zinufaike. Upande mwingine tumezungumzia na sisi Tanzania tumependekeza kushirikiana kwenye mambo ya tehama. Tehama watu wa Kenya sijui mnasema nini, ICT. Kiswahili tehama Tanzania ni ICT. Innovation kwa vijana wetu ambao wako very much talented na wako rahisi kuingia kwenye mambo ya tehama, basi tuwafundishe, tuwe na ecosystem moja ili vijana wetu wakue vyema na sio kama ilivyo sasa hivi. Sasa hivi ukiingia kwenye mitandao, Mheshimiwa Rais, la fujo, wanatutukana wenyewe lakini afu wana cross kutukanana. Kwa hiyo tuingie huko tuwafundishe mazuri badala ya kutumia ICT kwa mabaya. Mwisho kabisa nilimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupa heshima ya kuweko hapa yeye na delegation yake, na kwamba kuja kwake tumefungua mambo mengi. You know, these high level visits zikiwepo nafungua mambo mengi. Tumefungua mambo mengi na ni matarajio yetu kwamba timu zetu za wataalamu zitakwenda kuyafanyia kazi mambo yote tuliozungumza ili kufungua baraka zaidi, biashara zaidi, uwekezaji zaidi, lakini uelewano zaidi kati ya nchi zetu. Sasa tupokuwa tunaongea ndani kule, nilimbana Ruto, kaambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Hasa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Mheshimiwa Rais, karibu sana.